Na mimi niseme kuwa 100% na muunga mkono Askofu Gwajima na wote wale wanaopinga matendo hayo, na kumuomba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano Mama Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba anatumia mamlaka yake, nguvu zake na vyombo anavyovisimamia kuhakikisha kwamba wananchi wake wanaishi kwa amani bila hofu kutokana na vitendo kama hivi, na yeye kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu amepewa mamlaka ya kuweza kukomesha mambo kama hayo. Ni vizuri tukawakumbusha wale wanaotutawala akiwemo mama mwenyewe kwamba Mwenyezi Mungu anasema kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, sema Mola wangu, wewe ndio unayemiliki ufalme na ni wewe ndio unayempa umtakaye ufalme. Kwa hiyo unapokuwa mama, wewe ndio kiongozi, umepewa dhamana ya kusimamia maisha, uhai, usalama wa watu milioni takriban 60. Ni wajibu ulio juu ya shingo wako. Na lau kuwa Mwenyezi Mungu asingewakinga na kuwanusuru watu dhidi ya shari za watu wengine, bila shaka zingelivunjwa nyumba za watawa, yangelivunjwa makanisa, yangevunjwa masinagogi, ingevunjwa misikiti ambamo ndani yake jina la Mwenyezi Mungu linatajwa kwa wingi, na bila shaka Mwenyezi Mungu humsaidia yule ambaye aninusuru jina lake. Yeye ndiyo mwenye nguvu kubwa kuliko zote. Aya hii inakataza kuvunja masinagogi, majumba ya watawa na makanisa na misikiti. Sasa wewe ambaye unachukia kanisa, wewe ambaye unachukia kuona kanisa, basi nenda kavunje. Lakini ni kosa, si haki kwa Muislamu kutamka maneno kama hayo. Kila Muislamu angependelea watu wote wawe Waislamu. Kila Mkristo alitazamia Waislamu wote waingie katika Ukristo. Hivyo ndivyo ilivyo tamaa ya wahubiri wote. Askofu Gwajima kuna kipindi amepata kutamka kwamba misikiti katika muda mfupi itageuka kuwa Sunday schools, akiwa na maana kwamba Waislamu wote watageuka, watakuwa upande wao, na katika misikiti kutakuwa na Sunday schools, ndio zitakuwa watu wanasomea kwa sababu Uislamu utakuwa haupo. Hiyo ndio tamaa ya kila aliyekuwa Mkristo mhubiri, na hiyo ndio tamaa alionayo kila mhubiri wa Kiislamu. Kwa hivyo basi ni kosa kufunga kanisa kwa sababu Qur'ani inakataza. Lau tusingekuwepo na utaratibu na mamlaka kuwepo na serikali kuwepo na kiongozi wa serikali kuwepo, wale wanaochukia makanisa wangeenda kuyavunja. Wale ambao wanaochukia misikiti wangeenda kuivunja. Wamefunga kanisa na wameuzunguka kanisa, hakuna anayekwenda. Tunaiomba serikali, tunamuomba mama kwa heshima zote aondoe hili chuki ambayo imepandwa, na yeye ni kiongozi, anapaswa kuhakikisha anasimamia haki ya kila mtu, na tunachukulia kuwa kufunga kanisa ni kuwanyima watu haki yao ya kuabudu, na hilo ni jambo ambalo halikubaliki kidini kama Muislamu, kiinchi, kimadaraka, kimamlaka kwa mujibu wa katiba, na huo ni jambo ambalo linaleta chuki kwake rais binafsi na kwa serikali kwa ujumla wake. Sasa vitendo hivi vya kufunga kanisa vitaleta chuki binafsi ya wale waliofungiwa kuabudu na wale wanaowaunga mkono na wale wanaoamini kama wanavyoamini waliofungiwa. Wataipeleka chuki hiyo kwa Mheshimiwa Rais na hatimaye kwa serikali nzima kwa ujumla, na baada yake kwa kuwa rais ana dini pia, watachukulia kuwa ni rais aliamrisha hivyo kwa chuki alionayo kwa dini ya watu wengine. Ili kuweka mazingira sawa, sheria ifuate mkondo wake. Askofu Gwajima kama anakosa achukuliwe yeye kama yeye, kanisa watu waendelee kuabudu, na maaskofu wako chungu mzima wa kuendesha ibada, sio yeye. Baada ya kusema hayo, naomba kusema kuwa nchi yetu inakwenda katika uchaguzi. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie uchaguzi wetu uje kwa amani, tufanye uchaguzi kwa amani, na tupate viongozi wale watakaokuwa wameteuliwa na Mungu, wakachaguliwa, wakatangazwa, ili nchi irudie katika hali yake ile ile ya kawaida ya ukimya, amani na usalama. Na tukithirishe kuomba kwa Mwenyezi Mungu katika ibada zetu zote tunazofanya, amani yetu izidi kuendelea na hivi viashiria vilivyovunja amani. Kwangu mimi nasema Tanzania hadi sasa tunahitaji maombi ya amani. Sitoi mwito wa amani kwa sababu kwamba amani ipo, la hasha. Hakuna amani. Hakuna amani mahala ambapo kuna watu wanachukuliwa, wanauliwa na kutupwa kwenye mito wawe chakula cha mamba, na kuzamishwa baharini, kupotezwa, hawajulikani walikokwenda. Hapa nyumbani kwangu alikuja akachukuliwa shekhe mmoja akiitwa Khatibu. Mimi niliitwa polisi nikaenda naye, akachukuliwa, akapewa simu. Baada ya kutoka polisi alichukuliwa na watu wasiojulikana, akapewa simu, akaaga kwa mkewe kwamba ninakwenda, nitarudi. Mpaka leo hii mwaka wa 3 wa 4 hajaonekana wala haijulikani alikwenda wapi. Baada ya hapo utadai kuwa amani ipo? Hakuna amani. Tunahitaji amani ya kweli na utulivu wa kweli. Na sisi tunasema kuwa haya yanayofanyika si mambo ya haki, na ni wajibu wako kama kiongozi kuweza kuhakikisha yanatoweka. Wewe ndiyo ambaye mwenye jukumu na ndiyo utakayeulizwa kuliko mtu mwingine yoyote katika hali kama hiyo. Kwa hiyo ni wajibu wetu kukuomba na kukusihi uhakikishe kwamba unasikia kilio cha wananchi wako na kuhakikisha kwamba unatekeleza haya ambayo wananchi wanalia, na uwezo unao na unaweza. Na nukta ya 3
inahusu usawa. Taifa lolote liwalo linatakiwa kuweka utaratibu madhubuti wa kikatiba, kisheria na kikanuni ambazo watu wote watajiona kuwa ni watu sawa, bila upendeleo kwa watu wenye utajiri, vyeo na wenye kushika nafasi za uongozi katika utawala, na watu kujikuta wananyanyaswa au kujikuta anadharauliwa na kubaguliwa kati yake yeye na mtu mwingine kwa misingi ya asili, kabila lake, rangi yake, jinsia yake, lugha yake au dini yake. Kwa upande wake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, walladhi nafsi biyadihi, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu imikononi mwake, laqatlu mu'minin a'dhamu 'inda Allah, kumuua mu'min ni jambo kubwa na baya zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu min zawali dunia, kuliko kutoweka kwa dunia. Kitendo cha kumuua mu'min, awe ni mwenye kuamini jua, awe ni mwenye kuamini kuwa Mungu ni ng'ombe, awe ni mwenye kuamini mtu mwenziwe kuwa ndio Mungu, awe ni mwenye kumwamini Mungu mmoja, kitendo cha kumuua, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema uzito wa dhambi za kufanya jambo hilo ni kubwa sana kuliko hata kama dunia nzima ingetoweka. Kwa hiyo kitendo ambacho ama vitendo ambavyo vimekuwa vikiendelea hapa nchini vya kuua watu, kuwakamata na kuwateka majumbani, kuvunja milango ya majumba yao, kuingia ndani ya majumba yao, kuwaua, kuwatoboa macho, kuwatupa katika mapori, kuwatumbukiza ndani ya bahari na kuhakikisha kwamba wanapotea hawaonekani kwa familia zao, ni matendo ya kinyama, ni matendo yasiyokuwa ya kibinadamu, ni matendo yanayokiuka sheria na haki za kuishi, ni matendo ambayo yanakiuka amri za Mwenyezi Mungu na yanapaswa kukomeshwa kwa njia yoyote itakayowezekana kukomeshwa mambo kama hayo. Askofu Josephat Gwajima amejitokeza katika mwishoni mwa mwezi uliopita tarehe 25 akiwaambia waandishi wa habari kwamba yeye anaungana na wale wote ambao wanapinga matendo hayo. Amesema kuwa watu ambao wameshapotea ni takriban 85 kwa hesabu anayojua yeye, lakini hakika waliopotea ni wengi zaidi kuliko hao na hakuna taarifa zao. Lakini linalohuzunisha na kushangaza ni kwamba mpaka hii leo serikali inakataa kuwa haihusiki, serikali inakataa kuwa inawatambua watu wanaofanya mambo kama hayo. La kusikitisha na la kushangaza zaidi, tangu yameanza kufanywa matendo kama hayo ya kikatili na ya kinyama, hakuna wakati ambapo imeonekana juhudi za kutosha na za makusudi kutaka kuyabaini ama kutaka kuwabaini watu wanaofanya matendo hayo ili kuwachukulia hatua za kisheria na watu wapate kuishi katika hali ya amani na usalama. Kwa hivyo basi, nina hakika kila aliyekuwa na utu na ubinadamu ni lazima ataungana na Gwajima kama askofu kwa kukemea matendo kama hayo, kwa sababu ni matendo ambayo hayakubaliki katika sheria za nchi yetu, ni matendo ambayo hayakubaliki mbele ya Mwenyezi Mungu, ni matendo ambayo hayakubaliki katika kanuni za maisha na utamaduni wetu. Kwa hivyo sina shaka kwamba hakuna mtu yeyote ambaye anaungana na kitendo hicho. Kadhalika Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, Muislamu ni yule ambaye wanasalimika Waislamu kutokana na ulimi wake na mkono wake. Walmu'min man aminahu an-nasu ala dimaihim wa amwalihim, na mu'min wa kweli 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 ni yule ambaye watu wote wa dini zote wa rangi zote wanasalimika kutokana naye mali zao na damu zao. Hadithi hii imepokewa na Tirmidhi katika namba 2551 na vile vile Nasai namba 4909 na Ahmad bin Hanbal 8575. 4. Haki za binadamu. Ni haki ya binadamu ndani ya jamii au taifa analoishi ndani yake kuwa na uhuru kamili unaolindwa kisheria, uhuru ambao atautumia kwenda anakotaka, kutoa maoni yake, na wakati wote anapojitazama ajikute kuwa anatazamwa na jamii kuwa yeye ni mtu sawa na wengine kwa maana ya maisha yake na utu wake. Uhuru ambao ni asili yake aliyopewa na Mwenyezi Mungu kabla na pale alipozaliwa. Inatakiwa kila mtu ajitambue katika kivuli chake cha maisha akiwa salama, kwa maana ya kuondokana na hofu na kutishiwa na majambazi, wauaji na wanyang'anyi au kandamizaji wa kidola dhidi ya wanyonge wasiostahili haki kama wanavyotendewa watumwa. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi tayyibin at-tahirin wa ummatihi afdalil umam wa sallim tasliman kathira athira maadama lahu al-baqa. Amma ba'd. Assalamu alaykum wapendwa wana Mizani mahali popote mlipo. Leo ni tarehe 5 mwezi wa 6 2025 sawa na siku ya Alhamis. Mada yetu ya leo itahusu masala ya utekaji na mauaji na vile vile kufungwa kwa kanisa la mchungaji ama askofu Josephat Gwajima. Mada hizi ndizo zitakazotawala maudhui yetu ya leo. Kwanza kabisa nianze kwa kusema kuwa
Jukumu walilopewa viongozi wa kidini ni kutangaza dini kwa uwazi kwa mujibu wa imani anayoamini mhusika katika utangazaji wa dini hiyo. Kwanza nianze kwa kusema kuwa wanazuoni wote, wawe ni wa Kiislamu au wa Kikristo, wamepewa jukumu la kiutume la kutangaza yale ambayo mitume waliyaleta. Miongoni mwa majukumu walionayo viongozi wa kidini, mashehe, maaskofu na mapadre, ni kuwataka watu waondokane na waachane na mambo maovu na watende yale tu ambayo yanamridhisha Mwenyezi Mungu. Juu ya hilo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'ani tukufu, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ninyi ndio mliokuwa umma uliobora zaidi katika waliotumwa katika umma zilizopita. Na hii ni kwa sababu ta'muruna bil ma'ruf, mnaamrishana kutenda yaliyokuwa mema, wa tanhauna 'anil munkar, na mnakatazana kufanya yaliyokuwa maovu. Kutokana na maelekezo hayo, ni wajibu wa viongozi wa kidini wa dini yoyote iwayo, wanapoona maovu ya namna yoyote ile, ni lazima wayapinge na wapaze sauti zao kuwakataza wale wanaofanya maovu hayo kutoendelea nayo. Huo ni wajibu wa kidini. Na unapokuwa unamkataza, ama itakapotokezea kuwa kiongozi wa kidini anakatazwa kufanya wajibu wake huo, itakuwa unamnyima uhuru wake wa kuabudu, na hilo ni kosa si tu mbele ya Mwenyezi Mungu, lakini ni kosa mbele ya katiba ya nchi yetu. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema, man raa minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, yeyote yule atakayeona jambo baya ni wajibu wake kulikataa kwa mikono yake. Fa in lam yastati' fa bilisanihi, na kama jambo hilo halikataziki kwa nguvu za mikono, basi atumie ulimi wake kukemea na kuonya juu ya uovu huo. Fa in lam yastati' fa biqalbihi, na kama hawezi ama jambo lenyewe si la kutumia ulimi, basi anyamaze. Wadhalika adhafu al-iman, na kunyamazia uovu ni udhaifu mkubwa sana wa imani. Hadithi hii ni mashuhuri baina ya Waislamu, na miongoni mwa walioipokea ni Imamu Muslim, na akaipa namba 49. Hilo la kwanza. Jambo la pili, kumekuwa na kelele nyingi mbele ya watu mbalimbali, wakiwemo wanasiasa na viongozi wetu, wakikemea juu ya viongozi wa dini kuingilia mambo yanayohusiana na siasa. Hakika ni kwamba dini zote na viongozi wote wanafahamu wajibu wa kiroho na wa kimwili. Wajibu wa kiroho ni mawasiliano ya moja kwa moja baina ya mja na Mwenyezi Mungu muumba wake, na wajibu wa kimaada ni ule uhusiano wa mwanadamu na dunia yake. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, ishi katika dunia kaannaka gharib, kama vile wewe ni mgeni, na uitumikie dunia yako kana kwamba hutokufa milele. Kuitumikia dunia maana yake ni kujihusisha na mambo ya kiuchumi, mambo ya kijamii, ikiwemo mambo ya kisiasa. Katika hadithi mashuhur iliyopokewa na sahaba Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema, kanat banu Israil tasusuhumul anbiya, manabii walikuwa wakiwaongoza wa Israeli kisiasa na kiutawala. Kullama halaka nabiyu khalfahu nabiyu, kila nabii alipofariki ama alipokufa kwa kuuawa, nyuma yake aliletwa nabii mwingine. Wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu ba'di khulafa, lakini kwa hakika hakutakuwa nabii baada yangu, watakuwepo makhalifa na watakuwa wengi. Maelezo haya yanaonyesha kuwa manabii wengi waliwaongoza watu kidini na kidunia. Waliwafundisha wafuasi wao mafundisho ya kiroho, lakini waliwafundisha namna ya kuishi maisha, na ndani ya vitabu kuanzia Biblia na Qur'ani tukufu mna mafunzo chungu mzima yanayowataka waumini kutoa sadaka, kutoa zaka na kujitolea katika mambo mengi ya kijamii, kana kwamba ni sehemu ya mafundisho ya mitume. Kwa hiyo si sahihi kuambia viongozi wa kidini au watu wa dini kwamba hawahusiki na mambo ya kisiasa, bali wanakataza kuvuka mipaka ya kisiasa ambayo imewekwa kwa mujibu wa kanuni na sheria za dola.
lakini shughuli za siasa ni miongoni mwa shughuli za kidini, inategemea ni siasa za namna gani. Kadhalika viongozi wa kidini wana wajibu si tu wa kuwafundisha wafuasi wao kutii mamlaka ya kiserikali, lakini pia wanatakiwa wao wenyewe kujiingiza katika kuwahimiza wafuasi wao kuelekea kwenye mafunzo ya kidini, utawala na kiuchumi, ili na wao wasimame katika kujenga nchi yao kiuchumi na kisiasa. Wasiwe wapiga kura tu, bali wao wenyewe waombe kupigiwa kura. Kwa hiyo hili ndilo linalotambulika katika Uislamu. Siku zilizopita Waislamu wengi walikufuru pale alipokuwa Muislamu anakaa katika msikiti ama ameingia msikitini, anawaambia waumini wenzake kwamba mimi niko hapa si kama Muislamu ama si kama kiongozi wa serikali, na anapokuwa ofisini anasema mimi niko hapa sio kama Muislamu, mimi niko hapa kama kiongozi wa serikali. Jambo hili ni kufuru. Mtu hawezi kusema kwamba mimi hapa nilipo siko kama Muislamu. Ukishasema hivyo umeshakufuru na unahitaji shahada. Kwa hivyo ilikuwa ni udanganyifu tuliokuwa tukidanganywa ili tuweze kurudi nyuma na watu wengine wanufaike na siasa za nchi yetu na kufaidi matunda ya uchumi wa nchi yetu na uhuru katika kipindi ambacho sisi tumebakishwa nyuma. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Sasa tunarudi katika kuingia katika swala la haki za kibinadamu, na hili litahusiana na utekaji watu, kuwaua na kuvunja heshima zao. Maisha ya wanadamu ndio haki inayoshika nambari moja katika haki za msingi wa maisha ya binadamu. Hakuna mtu yeyote awe tajiri, mfalme au mwenye mamlaka yoyote ambaye ana kibali cha kuyakatisha maisha ya mwanadamu mwenzake. Ni kwa ajili hiyo Mwenyezi Mungu aliweka kosa la kumuua mtu kuwa kosa kubwa zaidi kuliko makosa mengine yoyote, kama ilivyokuja katika Qur'ani tukufu Suratul Maida aya 32, pale Mwenyezi Mungu aliposema man qatala nafsan bighairi nafsi, mtu yeyote atakayemuua mwingine bila kuwa yeye ameua, fakaannama qatala an-nasa jamia, atakuwa amefanya kosa sawa sawa na kuwaua watu wote duniani. Waman ahyaha, na atakaye kumokoa mwanadamu mwenzie na mauti, fakaannama ahya an-nasa jamia, anapata ujira sawa sawa na mtu ambaye anahesabiwa kuwa amewaokoa watu wote duniani na kifo. Kadhalika Mwenyezi Mungu anasema katika sura ya 4, surati An-Nisaa aya ya 93, waman yaqtulu mu'mina muta'ammida fajazauhu jahannam khalidan fiha, na mtu mwenye kumuua muumini kwa kukusudia, basi malipo yake ni jahannam na humo atadumu. Wa ghadiba Allahu alayhi, na mtu huyu anakuwa ameghadhibikiwa na Mwenyezi Mungu. Walaanahu, na amemlaani. Wa aadda lahu adhaban adhima, na amekuwa amemwahidi kumpa adhabu iliyo kubwa kuliko zote.